Nimetulia sana hapa kwenye sura ya Mwanzo aya hii ya 26. Bado nitatulia pia kwa 27 na 28, kwa sababu hapa kwenye maandiko hii ama kwenye andiko hii kuna uweza mwingi na kuna vigezo vingi sana. Yaani kuna elimu ambayo ni kubwa sana tunayohitajika kuelimika na kuelimishana hapa sana sana. Kwa hivyo kwenye lugha ya Kiyahudi maandiko hii inayosema let us make man in our image and after our likeness. Hii image kwa kilugha ya Kiyahudi inaitwa Selem. Yaani T-S-E-L-E-M, alafu likeness wanaita demut. So kwa translation ya Kiyahudi, hii word image ambayo ni Selem inamaanisha representing God on earth. Yaani the representative, mtu ambaye mwakilishi wa Mungu duniani. Sasa nataka nikufundishe siri iliyo katika word hii ambayo inasema image. Ndio maana yake nilikwambia mwanadamu amepatiwa uweza mkuu sana. Hakuna kiumbe iko na uweza duniani kama binadamu. Unajua viumbe vyote duniani vinapaswa kumuita mwanadamu Mungu. Hiyo ndio siri hujawahi jua. Every creature on the face of the earth, moving on the face of the earth, is supposed to call a man God. Ndio maana Yesu akasema kwamba ninyi ni miungu. Andiko hili limefichika na hili hauwezi ukafundishwa. Wakati ambapo una nguvu na uweza na elimu ya maandiko ama ya aya, hata magonjwa hayawezi kukaa kwako, hayawezi kukaribia. Every other creature, everything on the face of the earth zinapaswa kumsujudu mwanadamu. Na nikustaajabishe, sio hizo tu. Sio hiyo tu. Hata kiumbe chochote cha ulimwengu wa kiroho ikivuka mipaka iingie duniani, ikitoka katika mipaka ivuke mipaka ya ulimwengu wa kiroho, itoke kwenye ulimwengu yao iingie ulimwengu wa binadamu, unakuwa Mungu wake. Because you are a king of the earth. Wewe ndiye Mungu wa dunia. Mfalme mwingine akitoka katika ufalme mwingine aingie kwenye territory yake, huyo mfalme anakuwa mfalme kwa huyu ambaye amekuja. Atakuja kama anamsujudu na kumuinamia huyu ambaye ameingia kwenye nchi yake. Atatii sheria za huyu ameingia kwenye nchi yake. Kiumbe chochote ikivuka mipaka iingie dunia ya mwanadamu, hiyo kiumbe inapaswa kusujudu mwanadamu, maana wewe ni Mungu wake, kwa sababu mwanadamu alipewa dunia awe Mungu wa dunia. Kwa hivyo chochote kinachokutatiza wewe ni kitu ambacho umeikosa tu, ambayo ni elimu. Ukikosa elimu, ukikosa aya za Biblia, ukikosa kujua ukweli wa mambo, ukikosa kufahamu mambo haya, basi inakuwa rahisi kwako wewe kudanganyika. Unakuwa rahisi sana kudanganyika na kuingia kwenye mitego za adui. Unakuwa rahisi kuumia
kwa sababu haujui nguvu ulizo nazo. Haleluya. Nataka nikufundishe tu kwamba ndovu, ukimfunga ndovu kwa kamba, na sio kwamba hiyo kamba ina uweza ya kumfunga yule ndovu, lakini kwa sababu akili ya yule ndovu imekuwa conditioned, imefundishwa, iko na elimu ya ile ndovu, ama kile ambacho ile ndovu imejulishwa, imefahamishwa ndani ya fahamu zake, ni kwamba kamba hiyo imemfunga na hawezi kujitoa. Lakini in real sense, in real truth, in reality, a fact, ni kwamba yule ndovu ana uweza wa kukata ile kamba kama uzi inavyokatwa na moto. Lakini kwa sababu ya mind yake vile imefungwa, vile imewekwa ndani ya prison ya condition, imekuwa condition. The same to a man. Whatever that is challenging a man on the face of the earth, kile kinachomtatiza mwanadamu ni ile kitu ya kukosa elimu. Kwa nini? Wengi hawasomi Biblia. Wengi hawasomi maandiko, na wale wanaosoma hawafuatilii kujua ukweli wa maandiko. Kwa nini iliandikwa? Siri za maandiko ni nini? Ufunuo wa maandiko ni nini? Wengi hawasomi, lakini wale wanaosoma na kuifuatilia, maisha yao inaenda ikibadilika siku baada ya nyingine. I cannot lie to you kwamba inakuja gradual, inakuja mara moja, lakini mabadiliko inaanza kukuja taratibu, moja baada ya nyingine. Mwanadamu anapaswa kupeana report ya kile kinachofanyika duniani. Wakati Mungu alikuwa akishuka kumtembelea Adamu kila jioni na kila asubuhi, ilikuwa anakuja kuchukua ripoti na kumwelimisha Adamu vitu vingine. Kwa hivyo alikuwa anakuja kupokea ripoti ya vile ambavyo Adamu amefanya kazi yake siku hiyo duniani kama Mungu wa duniani. Because he has been given that ability to rule, to love, and to create on the face of this earth, just as God does. That is what the image of God means. It does not mean kwamba haimaanishi kwamba haimaanishi kwamba sasa Mungu anakaa kama mimi venye unaniona hivyo. No. Hapana. Hiyo haimaanishi hivyo. Inamaanisha kwamba amepatiwa kukuwa representative of God on earth, to rule, to create, and also to love the things of the earth, vitu ambavyo amewekewa duniani. Alafu hii likeness ni kuresemble God inwardly, yaani kukuwa na ile hekima ya Mungu. The manifestation of God's knowledge is only found inside the man. It's not found inside any other creature. Katika uumbaji mwingine inaonyesha nguvu za Mungu na uweza wa Mungu, lakini binadamu anadhihirisha ukamilifu wa hekima ya Mungu. Kuna kitu kinaitwa ukamilifu wa hekima ya Mungu, na hiyo ndiyo mwanadamu ameibeba haswa. Hiyo ndiyo inatofautisha mwanadamu na wanyama. Hiyo ndiyo inatofautisha uweza, na hiyo ndiyo inayompa mwanadamu uweza na nguvu zake katika ulimwengu huu. Hiyo tu, hakuna kitu kingine kinachopatia mwanadamu uweza, kinachopatia mwanadamu nguvu. Ni hii sababu ya yeye kubeba ukamilifu wa hekima ya Mungu.